Ni miaka 71 sasa imepita tangu dunia ilipoitambua siku ya watoto duniani ambayo huadhimishwa Novemba 20 ya kila mwaka, ikilenga kukuza umoja wa watoto, kuhamasisha ustawi wao na kuielekeza jamii kutambua haki za mtoto. Every child has a right to a safe, healthy, peaceful childhood and to develop to their full potential. Today's children are tomorrow's leaders, tomorrow's presidents and prime ministers, tomorrow's teachers and innovators, even tomorrow's secretary generals of the United Nations. Every day, all of us at the United Nations ask ourselves, how can we work together to best support and protect the children of the world? And how can we benefit from your vision and your suggestions? How can we shape a more sustainable future that will give every child in every society every opportunity not merely to survive, but to thrive? I'm so glad to see so many young people who have traveled here today, because we must also ask ourselves, what do children think? What kind of world do you want? I want to hear your ideas and dreams for the future. Whenever I meet children, including and especially those living in the poorest, most desperate situations, suffering terrible hardships, they never fail to inspire me with their smiles, their laughter, their vision, and their hope. In a world that can so often seem to be a hopeless place, we need children's hope more than ever. And so today, World Children's Day, the walls of the United Nations will echo with the voices and the hopes of your group of the children. Kwa mara ya kwanza siku hii iliadhimishwa Novemba 20 mwaka 1954, ikiwa na ujumbe wa kuunganisha sauti za watoto duniani, ambapo baadaye Novemba 20 mwaka 1959 azimio la haki za mtoto lilipitishwa na kuipa uzito zaidi siku yenyewe, na Novemba 20 mwaka 1889 mkataba wa haki za mtoto ulipitishwa rasmi. Tangu wakati huo, siku hii imekuwa jukwaa la kutathmini mustakabali na haki za mtoto, kama vile haki ya kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa. Watoto ni zawadi ya thamani katika maisha. Kila mtoto ni hazina kwa taifa, kwani wao ni mbegu ya kesho inayosubiri kumwagiliwa maji ya upendo na kupewa nafasi ili kustawi. Ingawa baadhi yao hukua bila wazazi, hilo haliwanyang'anyi thamani yao wala ndoto walizonazo, kwani Mungu humpangia kila mmoja kulingana na nafasi yake. Msikate tamaa, nasikia? Cha msingi tu mzingatie mafundisho ya dini pamoja na elimu. Kuna siku na nyie mtatoboa. Unaweza ukaona hapa kama vile unahangaika unafanya nini, lakini Mungu amempangia kila mtu bahati yake. Kila mtoto anahitaji nafasi ya kuona mwanga wa matumaini na kuamini katika kesho iliyo bora. Hii inatukumbusha ahadi ya afisa mtendaji mkuu wa BRELA Bwana Godfrey Nyaisa aliyoitoa kwa watoto wa kituo cha Tuwalee Yatima Tanzania TUYATA. Mtaenda kwenye mji wa serikali pale, mkaangalie muone kazi za Mama Samia. Sasa utaratibu utakaotumika, nafikiri watu wa habari mtashirikiana nao. Furaha ya nyumbani huanza na wazazi, kwani ndoa imara ni daraja la ustawi wa watoto. Wazazi wanapodumisha upendo, mawasiliano na heshima ndani ya ndoa yao, wanaunda mazingira salama ambapo watoto wanakuwa wakiwa na amani, maadili mema na matumaini ya maisha. Kudumisha ndoa ni uwekezaji wa mustakabali wa familia nzima. Baba na mama, tuimarisheni hizo ndoa, tulee watoto wetu. Na kwa vijana wale wenye mmomonyoko wa maadili, wale wasiojitambua, wasiojielewa, wasiobadilika, wenye mazoea yale mabaya. Nashukuru hapa tuna vijana wetu hapa wamejiongeza vizuri. Tunawapongeza sana. Na tuwe sehemu ya kupambana na vishandu kwenye mitaa yetu.
Hatuna uhalifu mkubwa wilaya hii ya Kinondoni. Tuhamasishane, tupinge hiyo kwa kuamrishana yaliyokuwa mema. Na mimi katika hili pia niwashukuru sana Mheshimiwa Bahati Shenge huko Mufti, mnatusaidia sana. Na tuna kamati yetu ya kina Sheikh Muhenga, tunaimarisha maadili mema katika jamii. Kwa hiyo tuamrishane yaliyo mema kadri Mwenyezi Mungu anavyotuongoza, tufanye yanayompendeza Mwenyezi Mungu, tuache yale mambo ambayo yanamuita karibu shetani. Tukifanya hivyo, Kinondoni yetu itaendelea kuwa nzuri zaidi. Kutoka Dar es Salaam, mwanzo wa reli ya kisasa ya SGR mpaka makao makuu ya nchi Dodoma, nyuso za watoto yatima 100 kutoka Tuyata zinaonekana zikiwa na furaha baada ya kujionea mandhari nzuri iliyopambwa na miundombinu ambayo ni alama ya dira ya kuchochea uchumi, uwekezaji na ustawi wa wananchi. Watoto wamefurahi sana kukatiwa tiketi za treni, na wengine wanasema hawajawahi toka kuzaliwa kwao, lakini pia ni treni ambayo ya kisasa. Wamefurahi na mimi pia nimefurahi kwa kweli. Lakini mapokezi ya wafanyakazi toka mwanzo, lakini kuanzia ngazi za juu mpaka wote, yani watoto wako happy, wamefurahi na mimi nimefurahi. Yani nimefurahi sana, haijawahi kutokea. Ama kwa hakika mtembea bure si sawa na mkaa bure, kama yasemavyo maneno ya wahenga. Hii haikuwa safari ya kawaida. Ni safari iliyochanganyika na hisia za furaha, mshangao na matumaini makubwa, kwani ilikuwa ni darasa tosha la kujifunza namna Tanzania ilivyopiga hatua kubwa katika ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Nimefurahishwa na mji huu, uko very clean, very amazing, na watoto wameweza kujifunza kwa sababu ukiangalia kidogo kwa tulipotoka kidogo mazingira sio. Kwa hiyo hapa wameweza kujifunza kwamba hawezi mtu akatupa takataka, atatunza mazingira. Kwa through BRELA tumeweza kupata exposure, tumeweza kulearn new things, tumeweza pia kupata watu wa kutufahamu, na na imani wataendelea kutushika mkono kuwa na sisi kufikia malengo yetu. Nawashukuru sana 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 kwa niaba ya watoto wote. Hawezi kaongea moja moja, lakini kila mtoto ana furaha, na mimi kama mwakilishi wao nawakilisha shukrani zetu. Kwa jina naitwa Faraji Maulid Mbonde, nasoma shule ya sekondari Mwandege, kidato cha 4, nalelewa na Tuyata Tulee Yatima Tanzania. Kwa kweli taasisi ya BRELA imenifurahisha sana. Imenitoa na imenifanya nijifunze mambo mbalimbali ambayo nilikuwa sikutegemea kuipata kwa urahisi, kuyapata na kujifunza kwa urahisi. Kwa hiyo taasisi ya BRELA tunashukuru sana kwa kutufurahisha siku ya leo, kwa kukutoa, tumejifunza mambo mengi sana. Mambo mengine nilikuwa nasikia tu, SGR nilikuwa nasikia tu, sijaiona, lakini leo nimeipanda na nimeiona. Tumekuja kujifunza bunge, mambo mbalimbali, tumeona pale mawe ya kihistoria nini. Kwa hiyo kitu fulani hivi nimeingiza katika akili yangu, imekuja akili mpya nyingine kabisa tofauti na mwanzo. Kwa majina naitwa Safia Maulidi Mbonde, nasoma shule ya sekondari Mwandege, kidato cha 4. Kwa kweli haya matembezi ya leo yamenifunza vitu kama ambavyo sijawahi kuviona kwa kweli. Nimeweza nimeona bunge, nimeona stendi ya mabasi ya 88, nimeona na uwanja ambao unaofanyia matokeo ya 88. Kwa kweli sijawahi kuyaona katika maisha yangu. Nashukuru sana, asanteni sana, tumefurahi sana. BRELA kama wakala wa usajili wa biashara na leseni imekuwa ikishirikiana na wananchi kwa kurejesha kwa jamii ili kujenga jamii yenye ustawi na maendeleo. Hakika safari hii ni ushuhuda kwamba watoto hawa hawajasahulika. Wamepewa nafasi ya kuona, kujifunza na kuamini tena katika ndoto zao. Kwao hii sio tu safari ya kwenda Dodoma, bali ni safari ya matumaini, imani na mwanga wa kesho iliyokuwa bora. Afisa mtendaji mkuu kwa upendo na huruma na utashi wake akaona si vibaya, watoto hawa ni wadogo na wao pia wana ndoto kama Watanzania, wana haki ya kuona na kufurahia nchi. Sasa kwa sababu hapa jijini Dodoma kuna mengi ambayo yanaendelea mazuri, akasema basi ni vizuri hawa watoto wakatembelea miradi japo michache na pia wapate fursa kupanda SGR. Na wengi wao nadhani kama mmeona tangu tulivyoanza asubuhi ni mara yao ya kwanza kuweza kupanda
training hii ya SGR, lakini pia hata kufika Dodoma. Na wengi kama wanavyoona bado wanafunza masuala mbalimbali, na tumeweza kufika hapa, wamefurahia kusema ukweli. Na niseme tu hii ni moja ya mambo mengi ambayo tunafanya katika jamii. Sisi pale BRELA tuna utaratibu wa kuhakikisha kwamba chochote ambacho tunakipata tunarejesha kwenye jamii. So hii ni moja ya namna ambayo tumetumia kurejesha kwa jamii. Biashara na leseni, wakala wa serikali, BRELA. Mteja wetu tunaipa utu wa kisheria, biashara yako sisi BRELA.